بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ratiba yetu kwa wakati huu wa baada al-ishai wa qabla at-tarawih, tuna darsa katika manzuma adhima الشهيرة المعروفة للإمام العالم الأديب الشاعر الفقيه النبيه القاضي المؤرخ النحوي اللغوي الشافعي مذهب المعري بلدا البكري نسبا، الإمام ابن الوردي زين الدين أبو حفص عمر بن المظفر ابن عمر ابن محمد بن أبي الفوارس، وينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. katika wakati huu tutakuwa na darsa ya adab na raqaiq katika manzuma يا الشيخ العالم العلامة الأديب الشاعر الفقيه النحوي اللغوي الشيخ أبو حفص عمر بن المظفر بن عمر الشهير بابن الوردي، معروف وجنا له ابن الوردي. تكون منظومة yake. Bwana amezaliwa katika Ma'arrat an-Nu'man mwaka 691 na kufariki rahimahullahu ta'ala kama wanavyoeleza ahlul ilmi, kama amefariki tarehe 17 mwezi wa mfunguo 3 mwaka 749 49 و700 من الهجرة kwa sababu ya maradhi ya taun katika mji wa Halab Aleppo huko Sham, kwa sababu ni mwanachuoni katika wanawachuoni wa Sham rahmatullahi ta'ala alayhi. Bwana huyu ni katika wanawachuoni wakubwa, katika wanafunzi wa al-Imam Ibn al-Murahhal Sadruddin Muhammad bin Umar Ibn al-Murahhal. kadhalika katika mashayikh zake vile vile al-Imam al-Mirdawi, kwa wanaosoma vitabu vya fiqh wanamfahamu al-Imam al-Mirdawi Shihabuddin Ahmad bin Muhammad. kadhalika katika wanafunzi wal-Imam Fakhruddin Uthman bin Ali bin Uthman maarufu kwa Ibn Khatib, na amezalisha wanafunzi wengi rahmatullahi ta'ala alayhi. Lakini miongoni mwa hao
ni Sharafuddin Abu Bakr bin Umar al-Mu'arri na wengineo kuna Shamsuddin al-Muzayyan al-Abdali, na ameandika vitabu vingi katika fiqh na fani mbalimbali, lakini miongoni mwa vitabu vyake ni hiki kilichotangaa zaidi kinachoitwa Lamia ya Ibn al-Wardi. Lakini pia kitabu hiki kina jina lake ambacho katika baadhi ya vitabu limetajwa hasa, inaitwa Nasihatul Ikhwan wa Murshidul Khullan. Nasihatul Ikhwan wa Murshidatul Ikhwan, yani nasaha kwa ndugu na wa Murshidatul Khullan, na muongozo chenye kuongoza vile vile marafiki. Kitabu hiki kina beti kama 80 hivi, lakini baadhi ya nusakh imedhibitiwa beti 75 na zina baadhi ya matamko yanatofautiana. Lakini kitabu tulichokuwa nacho, uchapo ile tulikuwa nayo wengi, kuna beti kama 80 hivi, na tukitazama kwa haraka haraka tukaweka katika mizani, tunaona mandhuma hii katika bahari inaitwa Bahru Ramal, katika zile buhuri 16 katika ilmu ya arudhi. Hiyo katika bahari ya Ar-Ramal ambayo ni fa'ilatun fa'ilun. Hiyo katika bahru ya Ar-Ramal. Tutakuwa tunasoma kidogo kidogo, ikiwezekana insha Allah tutachukua beti 5, wakati mwingine mpaka beti 6, kutokana na ile maudhui ambayo tukamebebwa na hizo abiatu. Tingine zile maudhui zinashikana kiasi cha beti 5, tutakuta inazungumzia maudhui moja, na mara nyingine itatokea tutasoma beti 2 kutokana na upana wa maelezo. Lakini biidhnillah alkarim tutaka tukikamilisha kitabu hiki. Bismillah. Hizi beti ni za kuhifadhi, tutasoma kidogo lakini kwa lengo la kuzihifadhi. Mwandishi المؤلف الإمام أبو حفص عمر بن المظفر بن عمر الشهير بن الوردي رحمه الله تعالى, ambaye tumesema amefariki mwaka 749 tarehe 17 Dhulhijja. Anatoa nasaha zake, anasema dhibitini tarjama: i'tazil dhikra al-aghani, jiepushe kuwataja wanawake wazuri. i'tazil dhikra al-aghani, hapa al-aghani min an-nisa maana yake ni wale al-mustaghniyat bihusnihinna wa jamalihinna 'ani az-zina, ni wale wanawake wenye kujitosheleza kwa sababu ya uzuri wao, wanajitosheleza kuacha